Kwa majina ni Thomas. Kwa hivyo maoni yako kwa manifesto kwanza ya Kenya Kwanza ni yapi? Maoni yangu kwa manifesto ya Kenya Kwanza, kulikuwa na vitu muhimu katika hiyo manifesto ambao vingesaidia nchi ya Kenya, lakini njia ya kuendeleza hizo vitu zimekuwa fiche, hazijatajwa. Kwa mfano kama saa hizi kumetajwa eneo la ukulima 250 billion. Yes. 250 billion. Tunajiuliza, yeye mwenyewe alikuwa katika serikali na nyuma tunaona sekta ya mahindi ikisambaratika na akihusika. Sasa amesema atapeana 250 billion kwa subsidy na mambo mengine ya kuendeza ukulima. Zitatoka wapi? Kwa sababu kwa saa hizi uchumi nchi imesoroteka na uchumi uko chini, wananchi tunaenda vibaya, na ametaja hayo katika bajeti ambao itafuata. Atatoa hizi pesa wapi? Kwa sababu mwezi wa 8 kura ikipigwa, bajeti tayari imesomwa na imeonekana bado ni kukopa. Wabunge walisema kukopa kuendelea, lakini katika wananchi sisi tuliona hakungewezekana na kukopa, na bado kukopa kumewekwa ili kukadilia mahitaji ya ile bajeti. Na yeye amekuja na 250 billion. Sio hiyo peke yake, kwa vijana amekuja na finance na kupatia hao vijana pesa ili waendeleze biashara. Amekuja pia na data ya 50 billion. Hizi anataja lakini atoi, kama vile tuliona Raila alipoulizwa alisema vile pesa zitapatikana. Okay. Amekuja kwa ufisadi. Ametaja ufisadi akakimbia. Hakutoa njia ya kukabiliana na ufisadi ambao ndio umekuwa njia fiche ya kuchukua rasilimali za nchi. Kwa hivyo katika mimi ninaona manifesto yaenda iko sawa, lakini kutekeleza ni ngumu, kwa sababu huyu mimi nawaambia ndiye yule alituambia wakiwa na uhuru juu ya laptop na ya Wajakoya, na laptop hatukuona. Akatuambia juu ya viwanja kila saa county, hatukuona viwanja. Kwa hivyo inaweza kuwa ni kusema ili apitie. Watu wengi wanaambia wananchi wanafanyia mchezo akili ya wananchi, si tunanunuliwa kiakili alafu wanatupitia. Okay. Wanafanya Wajackoyah. Nimeshangaa sana jana. Mimi ni mzazi na leo katika maploti penye tunakaa watoto wanasema hiyo shada kumbe ni kitu ya hiyo kijiti. Sasa nimeona hiyo kitu pia katika maadili. Serikali yetu inawaachilia watu wengine wanaenda kuharibu. Mtu akiingia pale alafu anaonekana kwa runinga na anaonekana kwa magazeti na anaongea peupe hivi kwa uwanja kwa watu juu ya vile watangoa makende sijui nini, watafinya masnek hizo atituuze. Sisi angetuambia na yeye pia upungufu wake, serikali ifuge hizi vitu, itoe ipate pesa ya kulipa madeni. Sio kwamba mwananchi aende kulima bangi afuge nyoka atukuli. Sisi huwa tunafuganga ng'ombe, tukunywe maziwa na mbuzi, tukule nyama na tupande mahindi watoto wetu wakule. Bangi hatutakula. Bangi ni kufuta watu waharibike. Kwa hivyo hii ni njia moja ya uharibifu. Mimi kama mzee sitakubaliana. Lakini vijana wala ambao wanavuta hiyo wakuje kula ugali mingi kwa nyumba na kuua wazazi na wenzao watakubaliana hiyo maneno. Tusikie maoni ya mwingine. Sawa. Ambia jina ni nani? Okay. Kwa majina wanajua kama John Nyonje. Mimi ni mkazi wa Nakuru West. Jana manifesto mbili zilitoka. Manifesto ya Kenya Kwanza na Roots Party. Kwa maoni yangu hii manifesto yote niliona upande zote ni kama zinaperekana. Kwanza kabisa mimi nazungumzia kwanza ya Roots Party. Roots Party, bwana Wajakoya ni mwanasiasa wa kwanza kuingia kwa wakati huu kwenye ulingo wa kisiasa kwa kiti kubwa. Na manifesto yake kidogo mimi upande wangu mimi naona ikiwa sawa. Kwa nini? Kwa sababu gani? Ametuambia kitu kama bangi itatufanya tuweze kukuza uchumi wetu.
na hakuna penye amesema ati lazima watoto wetu wavute, kwa sababu hapa Kenya ukiangalia kuna wale wenye wanavuta sigara na kuna wenye wanakunywa miraa na wenye wanakunywa pombe, sio kila mtu. So yeye amesema hii bangi watakuwa tunakuuza, inaenda inakuzwa kwa inchi za nje, na ametuambia gunia moja itakuwa ikitoa takriban milioni 1368 kwa kila mwaka, of which atatusaidia kulipa hii madeni ambao tunafanya nini, tunakopa. Ngoja, anasema vile umesema, umeelezea itakuzwa nje, si ndio? Tumelima. Je, hizi mashamba zetu security gani ndio watu wasivute tu kiholela ama nini? Okay, mimi umetaja hivyo ama kivyako unaonaje? Kivyangu mimi nilikuwa naonelea ndio tuendelee pale, tuweze kuweka kama anaweza kuwa kama rais, tuweze kuweka ile kitengo ambayo itakuwa kichunguza pale, inasimamia na inaweka sheria, si ati watu wavute kiolelaolela vile tu miraa. Mashamba vile anasema kila mahali mashamba. Wewe unakuza, uko na uhuru ya kulima kwako, uko na uhuru, kila mtu. Sisi sote tunaweza, akapeana mfano wa Nyeri, si ndio? Tuseme akina Nyeri yote ipande, security gani tutakuwa nao ya kusema hii nini haitatumiwa kiholela, itakuwa tu for export? Hiyo itakuwa upande wa serikali watawapatia security ya Kenya Kwanza. Manifesto ya William Samoei Ruto ni mzuri, lakini unajua ni wakati wa siasa, kila mtu lazima apendeze wafuasi wake, wapiga kura, kwa sababu anataka kura. Huyu kitu ya kwanza, sisi tunasema kama deputy president, hii manifesto ambayo anaweza anazungumzia saa hizi, angekuwa amesaidia nao rais, hata nchi ingekuwa inatokomea vile iko saa hizi. Angekuwa amesaidia nayo president, na ingine tena anasema wataendeleza na walete ile 250 billions za kuendeleza hizi masekta, of which hiyo ni uongo. Kwa sababu ya nini? Ukiangalia bunge yenyewe imeweza kusign, tutaendelea kufanya nini? Kukopa. Na katika mrengo wao wanasema kwamba hatutakuwa tufanya nini? Tunakopa. Yeye atatoa wapi hizo pesa ambazo yanasema hizo? Hiyo ndio swali ambaye mimi niko ningeuliza kama mwananchi. Yangu mimi nasema ya Azimio ya Raila Amolo Odinga. Amekuwa kama prime minister, na sisi tulikuwa tunaona upande wa corruption aliweza kusimamisha mawaziri. Waziri wa kwanza alikuwa kama waziri wa kilimo ambaye alikuwa deputy president saa hizi, ambapo tuliona kielelezo pande yake ambao ni mtu wa kutenda, kusema na kutenda. Na tukoona barabara kama hizi kama Thika Super Highway, Raila aliweza kufanya nini? Kutekeleza. Pili, wengi wanaweza sema ni hayati Kibaki ndiye alifanya. Hapana, walikuwa wakisaidiana pale. Hii 6,000 yenye Raila anasema, mimi naamini Raila anaweza toa 6,000. Anaweza toa kwa sababu ya nini? Kenya iko na pesa mingi sana, ambapo tukifunga zile mianya za wizi tutaweza kupata, kwa sababu president mwenyewe ambao anaondoka mamlakani aliweza kutuambia kila siku tunapoteza kitu inaitwa 2 billions per day, of which hiyo pesa ikiwekwa kila siku kwa mwaka, hata hizi madeni zetu tunakopa pale hatutakuwa na kukopa, kwa sababu ukiangalia Kenya tuko na kila rasilimali la kufanya nini? Kukuza hapa Kenya, of which unaweza uza kwa hizo nchi za mbali hizo. Kila Mkenya atafanya nini? Atakuwa na pesa kwa mfuko, na hiyo tunaamini kwamba Raila akipata uongozi ndio itakuwa wakati wake, kwa sababu amekuwa akitaka sana ikiti. Mimi ningependa Wakenya waweze kumpatia hii fursa ya miaka 5, tuone nini amekuwa akiomba apate, aweze kuendelezea Wakenya. Ni hayo tu, asante. Asante. Mimi ni Daktari Majimbo Barasa, mkazi wa Nakuru West. Mimi kulingana na manifesto ya jana ya Kenya Kwanza, ukweli hii kusema ya kwamba maneno na okay, asante. Okay. Kulingana na mimi hiyo manifesto ya jana ya Samuel ya mheshimiwa deputy, kwangu ninaona hiyo maneno kusema ya kwamba yeye atapikana na corruption. Na kulingana hata hiyo ilikuwa hati ya 2017 ikakuwa hati ya 2012. But hiyo corruption bado imeendelea tu. Haya, ukiangaza kwa undani unaona mpato pia wenyewe wanakuzwa kwa corruption. So kumaanisha hiyo corruption imekuwa kama wimbo katika nchi yetu. So
kulingana na mimi hiyo maneno na corruption hiyo hawezi tekeleza. Hii pesa na tunaona 50 billion, 250 billion. Je, kwa maoni yake wewe vile ulioche na kueleza uliona hiyo nini manifesto? Yes. Kwako wewe kuna venye ameeleza jinsi atakavyopata hiyo pesa? Kulingana na mimi kweli huyo mheshimiwa Deputy Ruto hajaeleza jinsi atapata hizo pesa. Yeye amesema tu serikali iko na pesa. Whereby serikali tumelia sahii, mbolea ilikuwa imepanda nini, watu sahii maisha imekuwa mbaya, ndio hiyo mafuta pata inaendelea kupanda. Kwa nini hiyo pesa isikuja sahii isaidia wananchi? Asante sana. Na kwa Roots Party? Kwa Roots Party hata mimi kama mimi ni mzazi. So hiyo maneno ya kusema ya kwamba kupanda bangi kwangu pia mimi ilinikuza kama mzazi, kwa sababu tuko na watoto wadogo ambao sisi hao watoto tunawaangalia maisha yetu ya baadaye, maisha yao ya baadaye. Chinzi pia sisi wazazi walikuwa wanatuangalia maisha yetu ya baadaye. Kwa sababu kama pia sisi sasa wangetuachilia hivyo, kweli sasa hatujui tungekuacho, kwa sababu ukitafuta watu wenye wanatumia hiyo kitu watu teru ukitacha hapa hivi utaona jinsi maisha ya watu hivi. So maisha itaendelea kusoroteka, si ati anajaribu kuimarisha, ndio anajaribu kuharibu nchi.